Na wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Mwanasaikolojia mmoja aliyekuwa mwandishi mzuri na ana maneno mazuri sana, akawahi kuandika maneno yafuatayo: when someone is speaking to you frequently putting on glasses, there is a highly probability he or she is fearing you. Yani maana yake, yule bwana alisema kama kuna mtu anazungumza na wewe mara kwa mara akiwa ameweka miwani, hata kama anaumwa macho, kuna asilimia kubwa akawa ana hofu na yule anayezungumza naye. Sasa huwa nikisoma hiyo statement na nikija kuhubiri, ninakosa confidence ya kuvaa miwani, maana ninaamini hawa watu watafikiria ninawaogopa. Sasa I'm putting ninaitoa like this: the meaning is I'm not fearing you people. Mwaikuwa pale, kumbe huko sijulikani. Nikisema mwaikuwa pale, unasema wapi? Mwaikuwa pale, pale ambapo siwaogopi. Kwa hiyo kama mlifikiria huyu pastor huyu tunamudu huyu, hapana jamani, siwaogopi kwa kweli. Haleluya. Niwakaribishe katika ibada ya leo washiriki wa kanisa la Segelea. Kabla ya yote nimshukuru mchungaji Pastor Kibunto. Ni mchungaji ambaye ameniamini sana. You have never seen me preaching, pastor, I can guess. Hajawahi kuniona ninahubiri, lakini ameniamini kwa kutano lenu na kusanyiko kubwa kiasi hichi. What I believe, to God be the glory. Ninashukuru Mungu kwa ajili yako. Very humble pastor, I've witnessed with my naked eyes. Nimeshuhudia kwa macho yangu. Mungu akubariki. Lakini pia pastor, ombi la hawa watu ulizingatie. Mwaikuwa pale, pale ambapo ombi lenu pastor amelichukua. Maana naona kila mtu akifika, jamani mama mchungaji, jamani mama mchungaji. Sasa nikasema hata mimi nikisimama nitasema hivyo hivyo kama walivyosema. Kama hao wakina mama wamesema, mimi ni nani hasa nipingane nao? Kwa masaa haya mazuri kabisa matakatifu ya Sabato, ikiwa ni mara yangu ya kwanza pia kufika Segelea, saa 6:16, it is the light time, no problem. Nitatumia almost dakika, huwa napenda kusema dakika nazotumia. I'm always believe on this. Huwa kuna statement bwana mmoja aliwahi kuandika: there is no soul that can be served by a sermon lasted rather than 20 minutes. So jamaa alivyoandika hivyo akani confuse. Nilikuwaga na tabia kuhubiri 30-40. Nilipokutana huyu jamaa nikasema, what if our church members been passing here akasoma hii kitu? This is a trouble. Kwa hiyo nitajitahidi kuishia dakika 20 kurudi juu. Mwaikuwa pale, pale ambapo kuna watu wamefurahia. Yaani kuna watu ambao pastor, even if how the sermon is sweet, they won't enjoy once you go up, below. Yaani ukienda nje ya muda wao, they won't get you. Msanii mmoja akawahi kuandika, na ni professor mmoja, I think is Patrice Lumumba, aliwahi kuandika akasema, a good dancer must know when to leave the stage. Alafu akaandika akasema, and the right time for a good dancer to leave the stage is when people want you to stay. Mwaikuwa pale pale ambapo kuna watu wana enjoy. Si waelewi. Anyway, leo ni siku ya kumshukuru Mungu. 20 minutes are enough to thank our Lord. Pastor, you have a beautiful church. Una kanisa zuri, it is organized. You feel at church. Na ukivikuta vitu kama hivi, lazima umshukuru mchungaji because he is a engine. Na una wazee ambao wameshiba, hawana njaa. Mwaikuwa pale, pale ambapo wazee wa Segelea wako vizuri. Nilikuwa nao mule kwenye ofisi ya wazee na waangalia jamaa vipya. Wakinibadilikia humu ndani itakuweje? Jitu kama hili limepanda likakuchenchia mule ofisini.
Nakuuliza mzee, umetoka wapi? Uko mwaka wangapi? Utaweza kuhubiri? Kwa hiyo pasta, una wazee ambao wanatisha kweli, wanatia hamasa. Hata ukiacha sadaka imekaa hovyo una mashaka. Sasa kuna wazee kama mimi hapa barikiwa sana. Yes. Basi kwa mchana huu tutakuwa tuna somo zuri tu la dakika chache. Nilitumiwa ile theme yetu nikasema is not a big deal. Bado imelilai kwenye kile ndicho nataka kukisema. Nitahubiri dakika hizo almost 15 mpaka 20. The sermon is entitled as I loved you sweetheart but you have to go. Nilikupenda sana mpenzi lakini fanya nini? Ondoka. Nenda ni Kiswahili kilichofilisika kidogo. Kiswahili cha kiruga. Mtu akisema nenda, pasta, huyo probably ni wakanda ya ziwa. Ndio kusema ondoka ni ngumu. Nenda, it sounds. Hallelujah. I loved you sweetheart but you have to go is our sermon. Nilikupenda sana mpenzi lakini ondoka. We have only one person ambaye tutampenda maisha yetu yote, hatutaruhusu aondoke, ni Yesu Kristo peke yake. Yani wengine wote, nevertheless it doesn't matter how we do love them, but once the time comes tutawaruhusu waondoke. Yani what I can speak, haijalishi pasta una wadhambi kanisa la Segelea kiasi gani, lakini the good news is once you want heaven, kama una hamu na kitu kinaitwa mbinguni, lazima uziache ziondoke. I know living a sin it pains pastor. Kuacha dhambi inauma sana. It takes long. Watu wanatokwa na machozi sana. Lakini lazima, hata kama wanaipenda kiasi gani, they should let it go. Yesu abaki kwenye maisha yao. Yani nataka nikwambie, hata wewe mwenye shida, unayefikiri Mungu hayuko kwenye maisha yako, ukishuka kwake siku zote za maisha yako, kuna siku tu itaondoka kwa jina la Yesu. Yani Mungu hajakuumba persistently kwamba wewe uishi maisha hayo. The time is coming in Jesus name. Aliwahi kuwepo mwanaume mmoja aliyeitwa Ibrahim. Ibra, huwa napenda kumuita Ibra, ndo washiriki wanaelewa vizuri. Mwahi kuwa pale kwa Ibra. Sasa kama mnawaita Ibra, na huyu tumuite tu Ibra. Sasa Ibra, this is Genesis 21. Naomba nisisome. Nitasoma tu Genesis Mwanzo 21. Haina shida. The verse is common. Fungu linaeleweka. Ibra akiwa ana mwanamke mmoja aliyeitwa nani? Sarai. Sasa Sarai, the problem came ya kwamba Sarai alikuwa hazai. Lakini akazungumza na Mungu akawapa muda wa kuwabariki. So they were moving in probability. Na wale waliosoma mathematics, always probability is less than what? One. I see like mathematicians are inside here. Niliwahi kuwa na mwalimu wangu wa advance wa mathematics pastor, aliwahi kusema, Adam, don't try to tackle probability question. Nikamuuliza what's the problem? Akanambia passing probability is probability. Jamaa vipi? Nilikuwa najikuta master wa proba, akanambia guy, passing probability is proba. Nakumbuka nilikuwa kwenye mtihani wa Pure 1, niliwahi pata probability ni 4. So guess, probability is always less than 1. Mimi nikapata ngapi? Big X. Sasa Sala na Ibrahim, they were moving in probability. Wakiwa wanatembea na kitu kinaitwa probability kuelekea kupata nini? Wale jamaa hawakuamini ya kwamba the promise of God is real and not probability. Yani maana yake ahadi ya Mungu ni halisi. Yani ukisikia ahadi ya Mungu ni halisi, ukisikia Pastor Kibunta anasema this year
in the name of Jesus I wish to marry. Ujue hiyo inakuwa. Umewahi kuwa pale ambapo wale mko hamwamini mwaka huu lazima kitokee. So mama mmoja amenichekesha hapa, mama yangu, mama Mkama, nimekariri jina. Akasema ya kwamba pastor, kama kipindi anaomba nilifuatilia lile ombi na nimetabasamu kidogo, nikasema oh yes God, hear the prayer. Alisema ya kwamba hata kama mchungaji hajaona, yani kama mchungaji mfumbue macho haone. Come on, what a prayer. Pastor, we bless you to see if you were in darkness. That's praise, very powerful. Unajua mnafikiri wachungaji we see every corner. Sometimes hatuoni. Sasa Sara na Ibrahim wakiwa wanatembea kwenye ahadi za Mungu, what happened? Siku moja Sarai anamfuata Ibrahim ndani, anamwambia my husband, I wish utafute binti mwingine uzae naye. Alichokisema Mungu, hapana, I don't think he's real. Siamini kama hicho kitu kitatokea kweli. Alivyomwambia Ibrahim akamwambia hapana, mimi kiukweli I have eyes but I do not see. Yani nina macho lakini sifanyi nini? Sasa Ibrahim anashangaa, Sara anamwambia ya kwamba na mwanamke nitakuletea mwenyewe. Yani Sara anamwambia Ibrahim na mwanamke nakuletea. And good enough, watu kitu ambacho hatukijui, nyumba ya Ibrahim ilikuwa na mfanyakazi wa kike zaidi ya mmoja, kwa sababu ilikuwa ni nyumba kubwa. So guess what? Nini kilimfanya Sarai akamchukue Hajil? Na nyumba ina wafanyakazi zaidi ya mmoja, tena Waebrania wamejaa, anachukua Misri. Wana theolojia tunasema the beauty factor was considered. Kwa pastor, hata kama tunamuombea apate, jamani apate kidogo. Mwaikuwa pale ambapo mmeelewa. Sasa Sarai anazunguka kwa Misri, anawaangalia Waebrania wote, anaona hapa ni popoteze. Anakwenda kwa Misri, anasema haka kamekaa sawa, kanafanana vizuri. Anamfuata Ibrahim, anamwambia mume wangu, I give you an Egyptian maid. Wewe mwanaume ambaye umepata ofa ya kuongezewa mke wa pili na mkeo, niambie kichwani mwako ungesense kitu gani? Yani ninaona Ibrahimu anajishauri, anamwambia lakini tunamkosea Mungu. Moyoni anasema to God be the glory. Yani to God be the glory. Anaimba moyoni, lakini mbele anamwambia Sarai hapana, tunakosea. Sasa baada ya kuyasema hayo yote, Sarai anaanza kumbembeleza, please my husband, hata kama unamheshimu Mungu wako, naomba unielewe, tupate tu mtoto wa nje. Kama Mungu akimleta baadaye atakuwa ni waziada, hata tukiwa nao wengi sio mbaya. Kumbe hajui anajitengenezea mazingira mabovu yeye mwenyewe. The good Elias, let me tell you this one. Naomba nitamke hii statement. Mazuri unayoyafanya leo ni faida yako ya kesho. Mabaya unayoyafanya leo ni hasara yako ya kesho. Nisikilize vizuri, mwanaume na mwanamke uliyeko kanisa hili la Segelea. Huu mwaka nataka nikwambie, mazuri uliyoyafanya ndani ya huu mwaka ni matokeo ya mazuri yatakayokipata kizazi chako miaka mingine inayofuata. Yani nataka nikwambie, kwa wema uliofanyika kwako miaka hii, yani mwakani mtoto wako akiwa anatafuta kazi, kuna ofisi akifika akiweka tu jina, watu wakasoma jina la baba yake, hawahitaji hata interview. Ila kuna watu wana qualification, they have everything, watakosa mpaka ajira kwa sababu ya utumbo wa mzazi wake wa leo. Listen to me. Yani kuna wakati maombi hayatajibu mashaka yenu isipokuwa mrekebishe pale ambapo mmekosea. Umekosana na Pastor Adam. Tuassume Pastor Adam ni meneja wa benki ya NMB. Umewahi kuwa pale ambapo natoa unabii. Tuassume, this is an assumption. Tuna assume Pastor Adam ni meneja wa NMB.
Nimekosana na mzee fulani hapa. Mtoto wa huyu mzee anatafuta kazi NMB. Anafika ananikuta pale. Kabla hajaja kuomba kazi, mzee anapiga naye magoti kule, tumuombe Mungu akakupiganie. Anakuja kwangu, mimi kufika kwangu nakumbuka beef. Ninamrudisha. Anaenda anamwambia tena tuombe kesho, mtafunga wiki 8. No answers of your prayer. Mungu atakutuma tunenda ulekebishe pale ulipokosana na Adam. The prayer is done. Mnachokifanya kumheshimu na kuheshimu huduma za mchungaji wenu is the goodness for you. Yani ni mazuri mnajiandalia ninyi na kizazi chenu wote. Kwani hamkuwahi kuona, na wauliza nyie wazee mlioko humu ndani, hamkuwahi kuona wale mabinti zenu walipowaletea wanaume, anafika analeta kijana fulani, mzee wangu anataka kunioa. Mzee anasema ni mtoto wa nani? Mtoto wa fulani. Mtoto hana shida, ila ubaya wa baba unamsurubu nani? Sio hivyo tu, leo hii Pastor Kibunto imeenda mpaka kwenye makabila. Yani ni mtoto amekaa tu, kabinti kazuri kamekutana na mchungaji Kibunto, kamekutana vizuri. Pastor Kibunto anaenda kwa wazazi, baba nimepata fulani, anamwambia ni kabila gani? Eti sio wazuri. Azifu ilishafanyika lisesi ya makabila. One person pollutes the society. Nataka niwaambie, kwa uzuri wako mtu mmoja wa Segerea utalisafisha kanisa lote kwa jina la Yesu. Asa Salai hakujua anajitengenezea mazingira mabaya yeye mwenyewe. Asa akiwa anatengeneza mazingira hayo, baadaye Ibrahimu akakubali, akaletewa kale kabinti ka Kimisri. Asa kale kabinti kamekuja, nina guess chumbani walikuwa wanazungumza nini. Jamani, let's start the Bible. Let's speak with the Bible. They are in the room. Wako chumbani sasa wanazungumza. Ninamwona Hajili hataki kujifunua uso. Ibrahim naye anamwangalia. They find for a starting point. Maana aliyezungumza na Hajil ni Sarai na sio nani? Sasa hayo yote yametokea Ibrahimu anapomjua Hajil. Naomba niije kwa wanabiolojia, hususan wale wa miaka ya nyuma. Do you think searching for a child is one time process? Yani kutafuta mtoto unafikiri tu ni jambo la siku moja. Ibrahimu akamjua Hajil, akaondoka, anafika anamwambia Sara tayari mimba imekaa. Na muda huo hawana vipimo vya ujauzito kama leo. Kwa hiyo mpaka probably tumbo litoke. Kwa hiyo naona ni kila siku ikifika mida ya saa 2 wameshakula. Unakula kwa Sara, unalala kwa nani? Umewahi pale ambapo anakula chakula cha Sara, analala kwa Hajil. Kwa hiyo Sara anauliza, where are you going my husband? Mwanaume anamwambia ya kwamba bado tunatafuta nini? Yani ninaona hapo mbele mpaka Hajili ameshajisikia dalili za kuwa na mjauzito, lakini amemwambia Ibrahimu. Lakini Ibrahimu anaona yule bibi kulala naye usiku mzima ananichosha. Bado anaulizwa tu, mwanamume wangu bado? Anamwambia tuombe, we are on the process. Anamwambia mama, sugua goti, hili jambo si la kawaida. Maana Sarai akiuliza anaambiwa kwani wewe umempata? Ni miaka mingapi tuko kwenye ndoa? Mimi umenipa wiki 2 unasema tayari. Wale wa mama, nakumbuka mama yangu akiwa na ujauzito alikuwa anakula mkaa. I was a specialist kwenye kuonja mkaa. Haleluya. Kwa hiyo mama yangu alikuwa akitaka tu mkaa, unasikia Adam chako. Ninakimbia ninaitest, nilikuwa vizuri sana kwenye kuwa tester. Kwa nina test, ninampelekea, anasema this is sweet. Wengine wakimpelekea anatema. So I guess Hajil akiwa na ujauzito anapika Sarai chakula kinachopikwa kikifika kwa Hajil anamwaga, anasema I'm not eating this, I need the other food. Sarai anaanza kuwitness maumivu ya maamuzi yake. Jamani, mwaka tunaoanza tupange kutembea na Mungu aliye hai. Maamuzi yetu yasije yakafanya tukajuta baadaye. Yasije akafanya hivyo. Leo tunamshukuru Mungu humu ndani kwa sababu ya maamuzi ya kumkubali yeye kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu ya miaka kadhaa iliyopita. Laiti ungekuwa hujamwamini yeye, usingelikuwa na hii siku ya leo.
This is the impact of some days ago. Asa baada ya yote kutokea, Hajil akazaa mtoto. Baada ya kuzaa mtoto, ninamuona siku moja Sarai baadaye Mungu akambariki Sarai, akapata mtoto akamuita Isaka. Biblia inasema alipokuwa amefikisha almost miezi 8 na vitu vingine, miaka ikasogea hapo mbele, siku moja akamuona Isaka na Ishmael wanacheza. Biblia inasema he saw Isaac, Ishmael was scoffing Isaac, yani kwamba alikuwa anamdhihaki. Nikawaza hivi, wale watoto kweli kwenye kudhihaki, you know sometimes the Bible has even lying languages. Yani Biblia ina maneno mpaka ya watu ya uongo. Yani ukienda mbali zaidi, Biblia ina kauli mpaka za shetani. Mnanielewa? Naomba niwaulize tu kitu kimoja. Mwahi kuwa pale ambapo napunguza jasho kidogo. Siku moja ninakumbuka pastor akiwa ni Yesu, I think was God, alimuona shetani akiwa anatembea. Biblia inasema ndipo Mungu akamuuliza shetani, unatoka wapi? Shetani anajibuje? Ninatoka kuzunguka wapi? Hayo maneno ni ya nani? Yako wapi? So don't think what is in the Bible is the word of God. Hey. Kuna majibu ya watu humu, ila Mungu aliyaweka kwa makusudi ili uelewe issue ilikuwa inakwenda vipi. Kwa hiyo sasa hapa Sarai anasema moja kwa moja, Biblia inasema Sarai akamuona yule anafanya hivyo, na aliyetoa hiyo taarifa ni Sarai. Let's question. Tuulize sasa hiyo idea, nini kilitokea? Sarai usiku wake anamfuata Ibrahim, na kwa sababu ana neno special, ana taarifa special, nafikiri hata siku hiyo he cooked deliciously. Yana alipika chakula kilichokaa mkao. Mambo yakawa sawa. Usiku wake anamfuata Ibrahim, anamwambia my husband. Ibrahim anasema go on, tell me what's going on. Akamwambia you know that I love you. Akamwambia no problem, I understand it. Akasema nieleze. Sarai anamwambia Ibrahim, you know my husband, kwa kweli ninaomba Ishmaeli na mama yake waondoke. Ibrahimu anageuka, anamuuliza what's the problem? Anamwambia ya kwamba kwa sababu jibu ni hili hapa. So probably scoffing, kudhiaki zile zilikuwa ni swaga. Sasa jibu hili hapa. Anamwambia ya kwamba kwa sababu Ishmaeli hawezi akarithi na mwanangu nani? Akarithi. Sasa mchungaji, kurithi iwe sababu, ukitaka kujua kurithi kulikuwa kuna maana, naomba nikuulize, nyumba ya Ibrahimu, mtoto wa kwanza kati ya Ishmaeli na Isaka alikuwa ni nani? Kwa hiyo mwenye haki ya mzaliwa wa kwanza ni nani? Au tayari ya Sarai ameanza kuogopa. Na ukumbuke kuna kitu kinaitwa haki ya mzaliwa wangapi? Sasa kama kuna birthright, na ukitaka kuelewa maana ya birthright, haki ya mzaliwa wa kwanza, sina majibu mengi sana, kamuulize Yakobo na Esau. Ask the guys. Yani wale wanaweza wakakupa jibu clear. They can fight for it. Ni baraka sio za kawaida. Kwa hiyo hapo anatengeneza mazingira. Sarai anaona utaratibu utaharibika, anamfuata Ibrahim. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo 21:11, na neno hilo likawa baya sana machoni pa Ibrahim. Yani baada ya Sarai kumkalisha Ibrahimu, anamwambia tafadhali naomba Hajiri aondoke pamoja na Ishmael. Biblia inasema na neno hilo likawa baya sana machoni pa nani? Yani maana ya kuwa baya, maana yake response ya Ibrahim ilikuwa negative na kila alichokisema nani? Sarai. Kwa hiyo Ibrahim anamgemkia, anamwambia hapana, my son won't move from this house. Huyu ni kijana wangu na yule ulinipatia peke yako, sikukuomba. Yani wewe assume mimi natumia accent ya kwenye Biblia. Wewe assume kwa kabila lako na accent yako, mwambie mkeo ulinipatia mwenyewe, sikukuomba. Afu assume Ibrahim alikuwa na accent gani? Kwa hiyo anamwambia vile tayari hawezi akaondoka mtu ndani ya nyumba.
Sarai anajua alishafanya kosa. Sarai anachokifanya, anaona mambo yamekuwa magumu, anashuka chini, anaanza kuzungumza na nani? Wapendwa wa Segelea, yakitushinda kwenye maisha, jibu ni moja: Yesu peke yake, mfalme wa amani. Sasa baada ya hayo yote, Sarai anashuka. Baada ya Mungu kuyaona hayo, Mungu wetu jamani ni wa upendo sana, na ndiyo maana leo tumekuja kumshukuru. Maana nevertheless Sarai alifanya maamuzi yake mwenyewe, alijichanganya mwenyewe, lakini angalia maamuzi ya Mungu juu ya mdhambi anayeitwa nani? Sarai. Mungu anashuka, Biblia inasema na Mungu akamtokea Ibrahim akamwambia yafuatayo: lolote akuambialo Sara mkeo, sikiza sauti yake. Haleluya. Anambia Ibrahim, yule ni mkeo. Yaani huyo Hajil mlikutana wawili, hamkunishirikisha. I know Sarai, she's your right wife. Huyo ndiye usikilize sauti yake. Yaani hata akikwambia Hajili aondoke, listen to her. Maana Hajili simjui. Ibrahim akamwambia Mungu, mbona una ubaguzi? Akamwambia muache, kokote atakako kwenda nitambariki, lakini hapana, acha nyumba yako ibaki ya Ibrahim na Sarai. Yaani wewe unayejipanga kutafuta mke wa pili, kuna siku tu utarudiana na yule wangapi? Kama unataka kwenda wapi? Hii injili ni ngumu sana, ila kaza macho, mtazame mchungaji. Ukiangalia chini utashtukiwa unako kampango. Kwa hiyo this is the light. Vijana wote tunaotafuta wake na kuoa, plus my pastor, lazima utafute mtu ambaye unajua hakuna siku utamtafutia successor. Hapa ndo sasa wanaanza kujiuliza wale ambao wamerudi kanisani ana wake 4 5. God forbid. Baada ya yote kutokea, Mungu anamwambia Ibrahim, lolote analokwambia Sara mkeo, sikiza sauti yake, maana katika Isaka uzao wako utaitwa. Ibrahimu anarudi ndani, anafika, anachukua begi la Hajil, anachukua maji kwenye kibuyu, anatoka nje. Hajili anamtazama, Ibrahimu anatoa machozi, analia usiku kucha. Ibrahimu anarudi tena kwa Mungu, Mungu tafadhali naomba unisamee, nitaishi nao wawili. Mungu anamwambia siwezi nikalalisha dhambi, hata kama mlikosea peke yenu, lazima tuwaondoke. Wewe ni nani uwe na wanawake wangapi? Ibrahimu anaona maisha yamekuwa magumu, jasho linamtoka, machozi yanamtoka, anakimbia. Yaani kabla sijaenda mbali, kadada kamama uliyeko humu, ambaye una mpango au uko nje una mume wa mtu, I'm telling you and I'm warning you in Jesus name, unafanya dhambi kubwa machoni pa nani? Aliyesema amina huko kuna neno. Aliyesema amina na jambo lake. Mwaikuwa pale ambapo tayari watu wameanza kupata mambo yao. Sasa baada ya yote kutokea, Ibrahim machozi yanamtoka, analia, anatoka nje analia, anaenda anabeba nguo za Hajil ndani, anachukua kibuyu cha maji ndani, anatoka nje. Hajili anamshangaa, anamchukua Ishmael, anawakaliza sehemu moja, anashuka, anapiga magoti, wanasikiliza anasema nini. Ibrahim anamtazama Hajil, anamwambia maneno yafuatayo: I loved you sweetheart, but you have to go. Nilikupenda sana mpenzi, lakini ondoka. Hajira anamuuliza, mume wangu kuna nini? Anamwambia, mimi na wewe kuwa humu ndani tunaharibu mahusiano yetu na nani? Yaani wapendwa, japo machozi yanamtoka, japo analia sana, lakini anaona ni bora mahusiano yangu na Mungu yarudi pale pale, hata kama machozi yananitoka. Nawaambia wapendwa, leo Mungu wetu anapaswa kushukuriwa, maana kuna wakati tulifanya maamuzi mabaya, lakini tuliporudi alitupokea kwa jina la Yesu. Uliyeko mundani, nevertheless, huu ni mwaka mpya, umekuja kumshukuru Mungu wako. Na kuambia ya kwamba
ili uhesabike umeumaliza mwaka vizuri na unahitaji kuanza mwaka mwingine na Mungu wako, tafadhali chonde, kama kuna chochote ulikipenda, hata kama utakiacha kwa machozi, kiache ili kusudi uokolewe kwa jina la Yesu. Ninafahamu, ninaelewa zaka zinatoka na sadaka, but they are not all, si wote. Yani kama bado ulikuwa kwenye yako ka system, nataka nikwambie, hata kama machozi yatakutoka, iwe dhambi ya namna yoyote, is better you may shed tears, but you should acquire your salvation. Tusimame. Baada ya hayo yote kutokea, jioni kabisa, Ishmaeli na Hajil wakiwa wanaondoka, Sarai anatoka ndani. Unaweza ukanieleza alikuwa kwenye mudi ya namna gani? Sarai anatoka ndani, akiwa anatoka ndani anamtazama Ibrahimu. Ibrahimu anamwangalia Sarai. Sarai anatabasamu. Ibrahimu anatokwa na machozi. Sarai anamuongelesha Ibrahimu. Ibrahimu hataki hata kuzungumza. Sarai anamwambia, mume wangu, nimekukosea nini? Ibrahimu anamwambia, kwani ujui ulichokifanya? Unaenda kunishtaki kwa Mungu ili niachane na mke wangu. Ni kweli wanadamu wengi leo, pale ambapo tunawasogeza karibu na Mungu, wengi wanachukia sana. Lakini nataka nikwambie, hakuna rafiki wa kweli zaidi ya yule anayehitaji uokolewe. Baada ya kuyasema yale yote, usiku ninaona wakiwa kitandani, Ibrahimu anajishaua. Umewahi kuwa pale ambapo unajishauaga na wewe? Anachokifanya, anaangalia kushoto, Sarai anaangalia wapi? Sarai akijaribu kujisogeza, Ibrahimu anamkwepa. Sarai anacheka sana, anamwambia, hata ufanyeje, tumebaki wangapi? Zimepita siku, zimepita wiki na miaka ikasogea. Ibrahimu akaanza kumshukuru Sara kwa lile alilomtendea baada ya Hajiri kuondoka. Maana kule Hajiri alikokwenda, Mungu alikuwa naye siku zote za maisha yake. Akamshukuru Sara na akalitukuza jina la nani? Wapendwa, kanisa hili la Segelea, tunamtukuza Mungu leo, maana amekubali kutusamehe, amekubali kuondoa aibu yetu. Wengine ametupatia kazi, wengine ametusamehe dhambi. Jina lake na litukuzwe milele na milele. Basi tukiwa tumesimama, unaweza ukafikiria nafsini mwako, nina lipi la kumshukuru Mungu wangu? Mimi hapa ninaweza nikasema mengi sana. Nikasema hata hapa kunifanya tu niwe mchungaji, ninapaswa kumshukuru nani? Wewe unayenisikiliza, una assume nisingekuwa mchungaji ningekuwa nani? Mwaikuwa pale ambapo watu wameanza kufanya fantasy, mchungaji angekuwa jambazi. Unawaza nini? Unawaza nini kwenye akili yako? Probably usingekuwa mkanisani, ungekuwa mtu wa namna gani? Fikiria. Na bado uko mkanisani, lakini kuna vitu unavifanya. Vipi ungekuwa na uhuru, hata jina la Mungu alitaji kwenye maisha yako? Lazima umshukuru Mungu kwa hilo, watu wa Segelea. Si hivyo tu, kuna mwingine, unapokuwa unazunguka duniani unakutana na watu hawana kazi, wanavyotaabika. Wewe una sehemu ya kufanya kazi, unaingiza mshahara. Umewahi kukaa ukamshukuru Mungu kwa hilo? Wengine sio mbali, wengine ni mwaka huu tu, mwaka ambao changamoto za ajira zimekithiri, lakini unaona wewe umetoboa na umepata nini? Hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Wale wote waliokutana na ajali kama yule mama, wote wana jambo la kumshukuru Mungu. Wapendwa, kwaya ya Segelea, hata ninyi inapaswa mumshukuru Mungu, maana ni kwaya ngapi zimeanguka mwaka huu? Lakini Segelea, kanisa zima, mna haki ya kumshukuru Mungu. Wangapi mahusiano yao na makanisa yao hawapatani na mchungaji hata kumfanyia kitu kama hiki, lakini nyie bado mna upendo. Hayo yote tunapaswa kumshukuru nani? Ndiyo siku yetu ya leo. Acha sifa na utukufu vimrudie mfalme wa amani peke yake. Tufumbe macho tuombe. Baba yetu na mfalme wa amani,
Asante sana kwa siku ya leo. Tunasema ni asante, maana umekuwa nasi tangu mwanzo wa ibada hata mwisho. Ni ibada yetu ya kuleta sifa na utukufu machoni pako. Kila mmoja analo moyoni mwake la kukushukuru. Si yule aliyepona kwenye ile ajali, si yule aliyepata ajira, si yule ambaye mahusiano yake na mumewe yako vizuri, si yule ambaye umerudisha ndoa yake, si yule ambaye msiba hujatokea nyumbani kwake. Kila mmoja ndani ya kanisa analo la kukushukuru wewe, hata yule aliyefanya dhambi na akasamewa. Jina lako litukuzwe, sifa na utukufu vikurudie wewe. Endelea kuwa nasi, utuepushie tunavyovipenda vinavyotuondoa karibu na utukufu wa jina lako. Ndilo ombi letu, tukiamini utakuwa na segelea leo na hata milele, kwa jina la Yesu Kristo, amen.